Umepewa jibu gani? Akamwambia mke wake, kwa kweli majibu sio mazuri, lakini sio mazuri kwako, sio mazuri kwangu, ni mazuri kwako. Wamekuta mimi sina uzazi, wewe ndio na kizazi. Nilikuwa nashakia tu, aje mimi aje. Basi tangia hiyo siku hakuaga na heshima tena ndani ya nyumba. Ukifanya mimi nitaondoka zangu mimi hapa. Si nimeikaa tu hapa na jaza choo, maneno ya ajabu wallahi. Kashfa nyingi sana. Kijana ametulia mpaka siku moja dada akasema, mimi nimevumilia, nimechoka. Kaita familia zote mbili. Bwana, waonyeshe majibu, wape majibu hapa familia. Mimi nimechoka. Kijana na inama, mke wangu unataka kweli nitoe? Wape majibu. Nimechoka mimi. Kijana kaingia chumbani, akaileta ile karatasi, akamkabidhi baba wa mtoto mwanamke, msomee binti yako. Walivyosoma karatasi inasema, tokana na vipimo, mme ni mzima, mme ana uzazi, lakini mke ndo hana uzazi. Wale wakasema, mnasemaje? Anambia, baba yako ndio anasoma, msomee tena mara 2 mara 3. Na familia nzima wote walikuwa shapewa ripoti kwamba mme ndiye hana uzazi. Wote wakamwelekea yule kijana, kwa nini ulifanya hivi? Akamwambia, wazazi wangu, mimi nampenda mke wangu, sikuwa na shida nimpe uchungu namba 2. Nikimwambia kwamba hana uzazi ataumia, halafu familia itanitia pressure, nimuache, nitamuongezea uchungu. Nilitaka mimi tubaki naye, iko siku Allah atatupa kizazi kwa huruma wake. Lakini mke wangu hakunielewa, kaninyanyasa, kanitesa. Majibu ndiyo hayo. Sasa wanamuuliza kijana, unasemaje neno lako la mwisho? Mwe mnasemaje? Asemeje neno lako la mwisho? Binti dada meinama chini, machozi tu, hana la kusema. Kijana akasema, mimi penzi langu bado liko pale pale. Akinikubalia kuendelea kuishi, tutaendelea. Na hamu ya kupata watoto, nifanyeje? Nitachukua. Anasema pole pole.